Shalom mwana wa Mungu, ninakusalimu katika jina kuu la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, jina lililobeba mamlaka ya Mungu mwenyewe, jina lenye nguvu, jina lenye uweza, jina linalofungua, jina linaloweka huru, jina linalovunja mageti ya chuma na mageti ya shaba, jina la Yesu lenye mamlaka za kimbingu, jina la Yesu lenye nguvu za kufufua chochote kilichokufa kwenye maisha yako. Yamkini ni kazi, jina la Yesu linaweza likafufua hiyo kazi iliyokufa. Yamkini ni biashara, jina la Yesu limebeba mamlaka na nguvu ya kuifufua hiyo biashara iliyokufa. Yamkini ni ndoa yako imekufa, na kutangazia liko jina lipitalo majina yote, lenye mamlaka na uweza na nguvu ya kuifufua hiyo ndoa tena. Yamkini ni afya yako ni mgogoro, niko hapa kukutangazia na kukuambia liko jina lenye mamlaka, uweza, nguvu za kuponya, nguvu za kufungua, nguvu za kuweka huru, nguvu za kuganga huo moyo uliobeba maumivu, huo moyo uliobeba kutokusamehe, huo moyo uliobeba visasi. Liko jina. Sasa nataka nizungumze na mwana wa Mungu popote pale unakonifuatilia, wewe ambaye unadhani kuwa jina ni kitu cha kuchukulia poa sana. Unajifungua mtoto wako, mtoto wako anapewa jina na bibi, mtoto wako anapewa jina na babu, mtoto wako anapewa jina na rafiki yako, mtoto wako anapewa jina sijui na shangazi yako, sijui shangazi wa baba, sijui babu wa baba. Niko hapa kukutafakarisha, kukwambia kuwa jina ni swala la rohoni sana. Jina ni swala la rohoni sana. Mwana wa Mungu, usikubali kwa namna yoyote na kwa jinsi yoyote ile kupewa mtoto wako kupatiwa jina na mtu, au mtoto wako kumrithisha mtoto wako jina. Hata kama ni la baba yako unampenda namna gani, usimpatie mtoto wako jina la baba yako. Hata kama ni la mama yako na mama yako unampenda namna gani, usimpatie mtoto wako jina la mama yako. Hata kama ni mama mkwe wa kwako unampenda sana, usijaribu kumpatia mtoto wako jina la mama mkwe wako. Hata kama ni baba mkwe wako, ni kuombe usijaribu kumpatia mtoto wako jina la kurithi. Usimrithishe mtoto wako jina. Jina limebeba hatima ya mtu. Jina limebeba kibali cha mtu. Jina limebeba maana. Jina lako limebeba hatima ya kwako. Jina lako limebeba nyota yako. Jina lako limebeba maana. Jina la kwako limebeba nguvu. Sasa uwe na uhakika kama utarithi au utamrithisha mtoto, au wewe unalo jina la bibi yako na bibi yako alikuwa ni mchawi, uwe na uhakika na wewe una roho za kichawi. Kwa hiyo jina ni swala la rohoni sana. Unapotakiwa kumpatia mtoto wako jina, you need to go, yani unatakiwa kwamba you need to pray. Yani unatakiwa kwenda mbele za Mungu kwa maombi ili Mungu akupatie jina la kumuita mtoto wako. Wako wanaoita watoto wao masumbuko, mateso, sikujua, sikudhani. Jina limebeba hatima. Jina limebeba nguvu. Nguvu yaweza ikawa nzuri au nguvu yaweza ikawa mbaya. Yaweza ikawa ni nguvu ya kiganga na kichawi. Umemrithisha mtoto wako jina la bibi ambaye anaruka na ungo, uwe na uhakika huo mtoto lazima aruke. Umemrithisha mtoto wako jina la babu yake, babu alikuwa na wake 4, ndoa za mitala, uwe na uhakika mtoto wako atasumbuliwa na hiyo roho ya uzinzi na uasherati. Kwa sababu unapomrithisha mtoto jina, maana yake anarithi na kila kitu cha yule mtu. Jina limebeba tabia. Unapomrithisha mtoto jina la huyo mtu mwenye tabia ya uzinzi na uasherati, ujue kabisa kila kitu anakiadapti. Yule mtoto anakirithi kila kitu. Unapomrithisha mtoto jina la baba mkwe wako, baba mkwe wako ni mlevi, anakunywa pombe mpaka analala kwenye mitaro, uwe na uhakika na mtoto wako atatembea kwenye hizo tabia. Na mwana wa Mungu, kama ni msomaji wa Biblia, utaona namna ambavyo hata Mungu alimbadilisha. Alibadilisha. Kuna baadhi ya watu kwenye Biblia wamebadilishwa majina na Mungu mwenyewe. Mfano Yakobo, maana ya Yakobo ni mwizi. Mungu akambadilisha kutoka Yakobo akamuita Israeli.
Israeli manake baba wa mataifa mengi. Kwa hiyo uwe na uhakika, na ndio maana Biblia inazungumza wazi kwenye kile kitabu cha Mithali ile sura ya 22 na ile aya ya kwanza. Biblia inasema heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi. Manake ndani ya jina jema ndiko kuliko na furaha ya kweli. Ndani ya jina jema ndiko kuliko na hatima njema. Ndani ya jina jema ndiko kuliko na amani ya kweli. Ndani ya jina jema ndiko kuliko na nyota iliyobeba kila kitu kilicho chema. Ndani ya jina jema ndiko kuliko na utajiri na heshima. Ndani ya jina jema ndiko kuliko na kibali. Mwana Mungu, mtumishi wa Mungu, usifanye mchezo inapofika wakati wa jina, kumpatia mtoto jina. Yaani usifanye mchezo kabisa. Tena nikwambie, hata kabla hiyo mimba haijatungwa ni vizuri uanze kuliombea jina. Umepanga wewe na mume wako kuwa sasa mnataka kuongeza mtoto, anza kuliombea jina. Anza kuliombea jina. Ni wengi wanatembea katika adha na dhiki, wanatembea katika magonjwa, wanatembea katika talaka, wanatembea katika misiba, wanatembea katika roho za ushoga, roho za uzinzi na uasherati, roho za ulawiti. Kisa ni jina. Hilo jina. Yaani uko hivyo ulivyo kwa sababu ya jina ulilolirithi kutoka kwa babu yako, kutoka kwa bibi yako, kutoka kwa shangazi yako, kutoka kwa mjomba wako. Uko hivyo ulivyo kwa sababu ya hilo jina ulilorithishwa, ulilorithi. Nadhani watu wengi hawaelewi impact iliyoko ndani ya jina, madhara yaliyoko ndani ya jina. Usifanye mchezo, na ndio maana nimeanza kuzungumza kwa habari ya jina la Yesu lililobeba mamlaka ya kimungu mwenyewe. Jina la Yesu limebeba nguvu za Mungu. Jina la Yesu linafungua. Jina la Yesu linaponya. Jina la Yesu linaweka huru. Jina la Yesu linarejesha vilivyoibiwa, vilivyoliwa na nzige na madumadu na tunutu. Jina la Yesu lina uweza na mamlaka ya kuvirejesha. Sasa uwe na uhakika unapomuita mtoto wako jina la ajabu. Karabo shantalama sata. Yaani unajua, mara nyingi huwa mimi napenda kusema hivi, jamani, hili neno la Mungu, na ndio maana kwenye hii page yangu yaani napenda sana kuzungumzia neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ni Mungu. Neno la Mungu limebeba maarifa yote ya maisha ya mwanadamu. Neno la Mungu limebeba kila namna ya maarifa sahihi juu ya maisha ya mwanadamu. Neno la Mungu limebeba hazina. Lakini wana wa Mungu, watoto wa Mungu hatujajua. Tatizo ni kuwa wana wa Mungu wanapenda shortcut. Hawapendi kujifunza, hawapendi kusoma neno. Soma neno. Omba Roho Mtakatifu akusaidie kuliishi neno. Meditate the word. Yaani neno la Mungu limebeba maarifa sahihi ya namna ya kulea watoto wako. Na ndio maana Mithali 22 na ile aya ya 6, Biblia inasema mlee mtoto katika njia ipasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Namna ya kuishi na mume wako na huyo mke wako kwenye ndoa, maarifa sahihi yanapatikana ndani ya neno la Mungu. Namna ya kuran hiyo biashara ya kwako, maarifa sahihi yanapatikana ndani ya neno la Mungu. Namna ya kuweka akiba, maarifa sahihi yanapatikana ndani ya neno la Mungu. Namna ya kuishi katika mapenzi ya Mungu ili usimtende Mungu dhambi, maarifa sahihi yako ndani ya neno la Mungu. Kwa hiyo mwana wa Mungu, mtumishi wa Mungu, natamani nikwambie usifanye mchezo. Usifanye mchezo na kitu kinachoitwa jina. Jina sio yani ni jambo la rohoni sana. Ni jambo la rohoni sana. Ni jambo la rohoni. Jina linaweza likabeba ugumba, jina linaweza likabeba utasa, jina linaweza likabeba mafarakano kwenye ndoa, jina linaweza likabeba mauti, jina linaweza kubeba maradhi, magonjwa, madhaifu, jina linaweza kubeba ufukara wa kila namna. Jina lako lina nguvu. Sasa sijui lina nguvu gani, nguvu za Mungu au nguvu za kiganga na kichawi. Jina. Mwana wa Mungu, usifanye mchezo inapofika wakati wa jina. Jina, Mungu akusaidie sana kumaanisha katika kumjua sana yeye kupitia majina pia.